Bwana Yesu asifiwe sana, watu wazuri wa Mungu. Ninataka kuzungumzia kitu kimoja leo ambacho natamani ukifahamu, hasa kuhusiana na imani. Watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba wana imani au wana matumaini, japo hivi vitu vyote vinaenda sambamba. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa chake hukiri hata kupokea wokovu. Imani ni kitu cha moyoni. Imani ni kitu kinachokaa moyoni. Na sasa utajuaje kama una imani au huna imani? Imani ambayo inakaa moyoni, moyo huwa moyo umekaa sambamba sana na mawazo ya mtu. Ukitaka kujua imani yako, angalia mawazo yako. Je, ukitaka kujua kwenye hili jambo una imani, angalia siku upo kwenye trouble kwenye hilo jambo. Kitu gani unaanza kukiwaza? Yaani iko kitu unachokiwaza iko, ndio kinaonesha imani yako ipoje. Au ukiwa kwenye changamoto unaanza kuwaza watu, unaanza kuwaza ni inaonyesha kwamba imani yako bado haijajengeka na Mungu. Leo ukiwa kwenye changamoto direct ukamwaza Mungu na neno lake, wengine unaanza na kureview neno la Mungu, imeandikwa. Ni kuonyesha kwamba imani yako imejengwa kwenye msingi wa neno. Na ndio inapaswa kuwa hivyo. Imani haijawahi kumwangusha mtu. Imani haijawahi kumwangusha mtu. Imani haizuiliwi. Yesu anasema yote yawezekana kwake yeye aaminie. Yote yawezekana kwake yeye aaminie. Imani haijawahi kushindwa kitu, rafiki yangu. Jitahidi kujenga imani yako kwenye msingi wa neno la Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia. Na ni kusikia nini? Kusikia neno la Mungu. Kusikia neno la Mungu. Imani ambayo haijajengwa kwenye neno la Mungu, hiyo sio imani, ni matumaini. Na utaiona kwenye majaribu yakija utaona, utajua kabisa kwamba hakukuwa imani. Utajua kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajitahidi kujenga imani yako. Na imani hiyo unaijenga kwa kuendelea kulisoma neno, kulitafakari neno, kutafakari ukuu wa Mungu, kuona namna ambavyo Mungu anafanya. Kwa mfano kwenye ulinzi wa kiungu, soma neno, jinsi ambavyo Mungu anawalinda watu wake, jinsi ambavyo Mungu anawaepusha watu wake na mabaya, jinsi ambavyo soma maneno yote, soma jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa watu wake, soma. Tafakari jinsi ambavyo Mungu ni mkuu na anaweza kukuokoa, jinsi ambavyo Mungu hazuiliki, jinsi ambavyo Mungu hana mipaka, jinsi ambavyo Mungu hana utajikuta imani yako imejengeka na utaona matunda ya imani. Imani, jambo hili ambalo nataka ulielewe leo. Imani haijawahi kumwangusha mtu. Imani haijawahi kumwangusha mtu. Yote yawezekana kwake yeye aamini. Na ninakuombea katika jina la Yesu, uanze kusoma neno, kulitafakari neno na kujenga imani yako kwenye msingi wa neno la Mungu. Hata majaribu yakija, dhoruba na tatizo yakija, kwa sababu msingi wako utakuwa imara. Neno la Mungu linasema utafananishwa na mtu mwenye akili ambaye aliamua kujenga nyumba yake juu ya mwamba, na misingi yake akaichimba sana, akaijenga nyumba yake juu ya mwamba imara. Dhoruba, matatizo, shida, taabu vilipokuja vikaipiga ile nyumba, haikuanguka kwa sababu misingi yake ipo imara. Na msingi mkuu, msingi imara ni neno la Mungu. Mungu akubariki sana na kukutendea mema. Amen.